Bana, mbele yako nina nyumba ya vyumba vinne na mimi nimeifanyia quotation kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye hatua ya bati pamoja na grili za nyumba nzima pamoja na milango miwili, kwa maana milango wa nyuma na wa mbele. Kwa hiyo ili kuepuka maswali yasiwe mengi, ni vyema ukasikiliza hii video mwanzo mwisho. Lengo na dhumuni uweze kupata idea ama uweze kupata hii quotation, kwa maana ya ukipenda kujenga nyumba ya sampuli hii ujue kabisa unatakiwa kuandaa kiasi cha shilingi ngapi. Kwa hiyo kwa wale wadau ambao mnanipigiaga simu, hiyo nyumba ina cost bei gani? Tega sikio, sikiliza hii video mwanzo mwisho. Majibu yote yapo kwenye hii video pindi ambapo utakapokuwa umeisikiliza mwanzo mwisho. Sasa nikianza na swala zima la tofali za msingi. Hii nyumba zimeingia tofali za msingi 2100 na tunashauri tofali za msingi ziwe tofali za inchi 6 kwa sababu ya bezi, kwa sababu chini nyumba inabebwa chini. Kwa hiyo chini tunatamani nyumba iwe na bezi nzuri. Kwa mfano kama tofali za inchi 6 ni tofali ambazo zina ujazo mzuri. Kwa hiyo ukijenga tofali za inchi 6 chini unakuwa unaimarisha nyumba yako. Lakini pia kwenye tofali za boma tuna tofali 2870. Hizi tofali 2870 tunashauri ziwe za inchi 5 kwa sababu ni tofali za kusimama kwanza, lakini hazibebi mzigo. Mzigo unaobeba ni mzigo wa bati tu, ambalo sio kesi sana. Kwa hiyo kwa ujumla huo utakuwa na tofali 4900. Tufanye kama tofali 5000 fulani hivi. Kwa hiyo ukiwa na tofali 4900, hii nyumba unaweza kuijenga mwanzo mwisho. Lakini pia tuna mifuko ya simenti, ambayo tuna mifuko ya simenti 123. Hii ni kwa ajili ya kujengea msingi pamoja na boma lake. Tuna tilipu 2 za mchanga, na hapa tunatumia zile fao ya malori makubwa yale ambayo yana cubic mita 20. Lakini pia tuna kokoto tilipu 3 ambazo ni gari za cubic mita 4, na tuna nondo za milimita 12. Hapa kwenye nondo tuna nondo pisi 65, na hizi nondo pisi 65 ni kwa ajili ya mkanda wa chini, nguzo pamoja na renta. Kwa hiyo ukinunua nondo 70 sio issue sana. Lakini pia tuna accessories ambazo tuna lingi za 4x7 ambazo ni pisi 220 kwa ajili ya mkanda. Alafu pia tuna lingi za 5x4 pisi 221 kwa ajili ya renta. Alafu pia tuna lingi za 6x6 ambazo ni pisi 31. Hizi ni kwa ajili ya nguzo. Na mpaka hapo nadhani tutakuwa tumemaliza kwenye zoezi zima la kujenga nyumba hii kwenye hatua ya msingi mpaka kwenye boma. Kwa hiyo kifuatacho ni hatua ya kupaua. Kwenye kupaua tumetumia mbao za futi 18 ambazo 2x2 zimeingia pisi 80, alafu 4x2 zimeingia pisi 100. Kwa hiyo nadhani una mbao za futi 18 zinakuwa ni mbao ambazo ndefu fulani hivi, ni zile za dawa. Lakini pia tuna misumari ya inchi 3 na ya inchi 4 kilo 20 kwa ajili ya kupaua. Tuna misumari ya kofia pakti 13, na kwenye swala la bati tumetumia bati za futi 10 ambazo tumetumia bati pisi 101. Hizi bati ni bati za kupima, yani inatengenezwa kwanza ile tunaita skeleton ambayo ni kenchi. Baada ya hapo unapima kwa mita, ndio unapata idadi ya bati 101. Sasa nikienda moja kwa moja kwenye gharama za ujenzi, hii nyumba kuanzia kwenye msingi, boma mpaka umejeza kifusi ina cost 1,207,755. Lakini kwenye swala zima la kupaua ina cost 7 na 1,125,000. Na kwenye grili pamoja na mageti mawili kwa maana ya milango ya nje imekosti 1,800,000 na shilingi 50,000. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza ukapiga hesabu ukachukua 12,755,000, ukachukua hela ya kupaua 7 na 1,125,000, ukachukua 1,850,000 ya mageti mawili pamoja na grili, utapata toto yake ni shilingi ngapi. Lakini kwa faida ya wasikilizaji ni kwamba hii nyumba ina ukubwa wa mita 14 kwa mita 14, na kwa idadi ya siku ya mita ina siku ya mita 196. Kwa hiyo maswali yote nadhani ya kuniuliza nimeyajibu hapo. Kwa kama una swali jipya tofauti na haya ambayo nimeyaeleza, karibu kwenye YouTube channel yangu.